Jiulize hata mwenyewe. Hivi maneno ambayo kana ongeaga na yule mama fulani, yananishusha yananipandisha. Mbona kama tena nikiongea naye ndio unazidi kuporomoka kiroho? Au mbona kama nikiongea naye ndio unazidi kupanda kiroho? Unaweza kujiuliza. Kwa sababu ni moja ya mlango wa shetani anaotumia kuua watu kiroho. Ni moja wa mlango wa shetani anaotumia kuteketeza huduma kanisani. Ni moja ya mlango wa shetani anaotumia kuua vipawa na karama kwa watu. Maneno. Wanasema maneno, nguvu iliyoko ndani ya maneno. Unaweza usijue kusema naongea kawaida au naongea kiutani au nasema tu kawaida, lakini unaposema kawaida shetani anaweka muhuri, anasema alisema mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Natamani tuelewe ya kwamba lipo kusudi la Mungu kwenye maisha yetu. Na kama lipo kusudi la Mungu kwenye maisha yako, lazima uwe makini mpaka kwenye maneno leo unazungumza, ili kusudi la Mungu litimie kwako. Lazima unaweza kupishana na baraka zako. Unaweza kupishana na kusudi la Mungu kwako kwa sababu ya maneno yanayokuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Na thamani yako inaweza ikashuka kwa sababu ya maneno. Nachotamani Biblia imeweka wazi, nasema sisi tumekuwa wa thamani mbele za Mungu, si ndio? Na kama ni wa thamani mbele za Mungu, maana Mungu ametuthamini. Na kama Mungu ametuthamini, maana Mungu ametuinua juu. Ila maneno yakiwa mazuri tutaendelea kuinuka juu. Maneno yakiwa mabaya tutaanza kushuka taratibu, na thamani ya Mungu itapotea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine uelewe kambali ya maneno. Maneno kama tulivyosema yana nguvu. Sasa wapo watu au ziko madhabahu zinaweza zikanena maneno mabaya kwa ajili yako, zikazungumza vibaya kwa ajili yako, zikatamka maneno mabaya kwa ajili ya familia yako, zikatamka maneno mabaya kwa ajili ya watoto wako, na hayo maneno ukayachukulia kawaida, lakini yanatokea. Okay. Kwa maana nyingine, hakuna agano linalofanyika pasipo maneno. Kila agano linalofanyika lazima maneno yawepo. Unaweza usione vibuyu lakini maneno yakawepo. Hello? Unaweza kwenda kwa mganga asikupe vibuyu, akakupa maneno, ukaondoka nayo, agano tayari limefanyika. Kwa wakati mwingine yako maagano ya maneno yanafanyika kwa ajili ya familia yako, yanafanyika kwa ajili ya watoto wako, yanafanyika kwa ajili ya mipango ulionayo, yanafanyika kwa ajili ya ndoa yako. Hayo ni maagano ya maneno yamewekwa. Kama ni maagano ya laana, basi hiyo laana lazima zitakufuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana damu ya Yesu ipo ili kufuta hayo yote yaliyosema kwa ajili yako. Bwana anasema damu ya Yesu ipo ili kufuta kila maneno ambayo yamesemwa kwa ajili ya maisha yako. Fika mahali uelewe kwa moja na maneno yao, moja na mazungumzo yao, kila maneno waliyosema kwa ajili ya maisha yako, kama ni mabaya usikae nayo, futa. Hello. Sasa umesikia, umesema watoto wako hawatakuja kuendelea, na wewe umeganda tu unasema walishasemaga, umekaa umetulia. Futa kwa jina la Yesu kwa watoto wangu wataendelea, maana na wewe una mamlaka ya Mungu uliye naye. Unapofuta maana unaruhusu kusudi la Mungu kutimia kwako. Unapofuta maana unaruhusu mapenzi ya Mungu kutimia kwako. Yale maneno utakayoyasema wewe kwenye madhabahu yako ndio yatakayotimia, sio ya wale tena. Bwana Yesu asifiwe.